Get to the point. Take a step forward. Karibu tena wapenzi katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo tena Mungu ametupa neema nyingine. Tunapoingia katika sehemu ya pili, baada ya kufanya utangulizi, tuliangalia umuhimu wa unabii katika kusoma, katika mtu binafsi, kwa kanisa. Na mbona tusome haswa? Tuliangalia maandiko yakatuelekeza. Kwa hivyo kwa kuingia sehemu nyingine, leo tunaingia Danieli sura ya pili, ambayo inatupa historia ya dunia mpaka marejeo ya Yesu mara ya pili. Kabla ya kuingia, tunaomba Roho wa Mungu atuongoze. Baba, katika jina la Yesu, mchana huu tena uwepo wako uwe nasi. Bariki wasikilizaji wangu, nitakase ninaponena. Danieli sura ya pili ndio somo letu. Nitupe picha kamili, dunia imetoka wapi, tuko wapi, na hata tunapojiandaa kuja kwa Yesu mara ya pili. Nena nasi kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Sasa katika Danieli sura ya pili, ningependa niweke utangulizi wa Danieli sura ya kwanza. Waisraeli walifanya maovu mbele ya Mungu. Wakazidi katika maovu wa kuacha sheria za Mungu. Na hasa niweke picha kamili kwa wakati wa Hezekia mfalme wa Yuda. Alikuwa mwaminifu, alifanya kazi nzuri. Lakini kafika wakati mmoja Mungu akampa jaribu. Katuma Isaya akamwambia, panga nyumba yako. Hiyo ni sura ya 37, 38, 39 Isaya. Hezekia akaambiwa atakufa. Akalia na Mungu anasikia. Na alipolia kweli akaambia Mungu, nikumbuke. Unajua katika Biblia kuna vitabu. Kuna kitabu cha hukumu, kuna kitabu cha uzima, na kuna kitabu cha makumbusho. Yaani ukumbusho si makumbusho haya watu wanakumbuka watu waliokufa. Yaani remembrance, ile ya mambo mazuri yote uliyofanya kwa ajili ya kazi ya Mungu unaandikwa katika kitabu cha ukumbusho, the book of remembrance. So Mungu akakumbuka. Na hakika Isaya kabla ataweka ende mbali, Mungu akamwambia rudi. Mwambie nimesikia kilio na nitamuongeza miaka 15. Na alipomuongeza jambo likatendeka. Mungu alipomwambia atapona. Sasa Hezekia akataka apata hakikisho, Mungu nitaponaje? Isaya alipoongea, Mungu akamwambia hivi, utapona na utaingia hekalu uniabudu. Sasa ni nini ilileta uponyaji wake? Sasa Mungu akamuuliza pia, niambie nikupe ishara. Niulize ishara ili wakuwe na hakika kwamba nimesema utapona na miaka 15 ndio nimekuongeza. Akamwambia, sitaomba jua liende mbele kwa maana nilikuwa likienda mbele. Wacha niombe lirudi nyuma kwa kiwango fulani. Na iliporudi nyuma, unajua watu wa mataifa kuna wale wanafanya masomo, utafiti kwa mambo ya nini? Ya heavenly bodies, ambao kwa Kiingereza wanaitwa astronomers. Kwa Kiswahili ni wanajimu. So wakatambua kuna jambo la kipekee limetendeka. Na walipotazama kama kwamba jua lilipotan likasimama kwa upande wa Yerusalemu ambapo Hezekia alikuwa. So watu wakasikia, mfalme alikuwa katika kufa, amepona na ni Mungu amemponya. Na pia kuna jambo limetendeka. Wakaja Israeli, Yuda, Yerusalemu wapate kuelewa. Alipofika kujifundisha kuelewa nini kilitendeka, ni Mungu alimpea nafasi Hezekia atangaze utukufu wake. Ni lipi limetendeka? Amuinue Yesu. Lakini unajua ni nini alitenda? Walipokuja hakusema hata vile alipona. Hakusema Mungu amemhurumia, Mungu amemponya na ndiye amesongesha jua kwenda nyuma. Alianza kuwachukua kwenye hazina zake. Store mahali dhahabu iko, fedha ziko, mafarasi. Ndio Mungu akapeana onyo akasema, kwa sababu hukuniinua, umewaonyesha rasilimali na mambo yako na hazina, sasa muda itakuja vitu vyote unavyojivunia vitachukuliwa mateka Babeli na hata watoto wako. Ndio muda huu ninazungumzia sasa. Tunazungumzia Danieli sura ya kwanza na ya pili. Hasa walipokuja Israeli, Yuda, Yerusalemu, mfalme Nebukadneza akawachukua mateka. Ndio sasa wakati huu Danieli amechukuliwa mateka. Wakaletwa watoto wa ufalme. Danieli alikuwa katika nyumba ya ufalme, yani noble children. So ndio maana wakachaguliwa waweka kwenye shule ya mfalme Nebukadneza miaka 3, waliisha vyakula ili wakuje kusaidia mfalme. Lakini Danieli alichagua. Msingi ni wa kipekee. Danieli 1:8. Kabla 8 mstari wa 3, mfalme akamwambia Shpenazi, mkuu wa matowasha wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Hapo ndo Danieli yako. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werefu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, maarifa, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Miaka 3
walichakuliwa chakula watakachokula, elimu watakayopewa, na uelewe wataenda kusaidia mfalme. Kwa hivyo kwa mfalme na kipimo chake, chakula alichowachagulia ni best. Elimu ambayo wangepewa ni best. Kwa hivyo na kama mtu akote saa hii hapa aende Marekani. Ile shule ambayo chuo kikuu ambacho kinaheshimika. Niliona hata mfalme kiongozi wa China mtoto wake anakaa huko, Harvard University. Ndio bora kwa dunia yote, ndio number 1. Yaani iliyo bora katika masomo kwa kipimo cha dunia. So Danieli akachukuliwa, lakini kwa chakula akasema hapana. Danieli 1:8. Lakini Danieli akazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Kumbe kipimo cha kwanza kupata ufahamu wa mambo ya Mungu ni jinsi unavyokula. Mfalme aliwaletea divai, nyama, vile vitu wa Babeli ambao hawana hata uchaguzi ni kipi chakula na kipi takachokula. Wakaleta yote. Danieli akajua hapa ni mtego. Kwa maana alikuwa amefahamu Mungu, mpango ya Mungu ni gani. Akasema hapana, sitakula hii. Hata kama ndio mfalme anaona bora zaidi, ni ndio mfalme anatumia. Kwa maana kwanza kilikuwa kimeandaliwa miungu yao. Ya pili imechanganywa hata vile ambavyo Mungu anasema ni najisi. Danieli akakataa. So kwa ule uchaguzi alifanya, maandiko inasema baada ya ile miaka kuisha, walipoletwa mbele ya mfalme, nini litendeka? Mstari wa 17 inasema hivi: basi kwa habari za hao vijana 4, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli alikuwa na ufahamu katika maono na ndoto. Na hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme na kuwaingiza, naye mfalme akazungumza nao. Miongoni mwao hawakuonekana waliokuwa kama Danieli, Anania na Mishaeli na Azaria. Kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme. Na sio hivyo tu, watika kila jambo la hekima na ufahamu na maarifa aliyowauliza mfalme, akawaone hao vijana 4, yani Danieli, Meshaki, Shadraka na Abednego, walifaa mara 10 zaidi kuliko wengine. Kwa maana walifanya uamuzi ni kipi wale, ni kipi wanywe, kwa ajili ya akili yao. Kwa maana hata Mungu anapotaka kunena nasi anatumia akili yako. Kwa hivyo akili kichanganyio, akili ikiwa mbaya, kwa maana kwa kusoma sayansi na mambo ya afya, unachokula kinabadilishwa kinakuwa damu. Damu hiyo ndio inatembea inaingia hata kwa akili na ubongo wako. Ndio maana unaona mtu akitumia pombe inaingia kwa damu, inaharibu akili, hawezi pambanua, hawezi jielewa. Ndio maana Danieli akaelewa unachokula kinaathiri akili yako, akachagua vizuri. Sasa Danieli tu hapa ndio mfalme anaota ndoto ya ajabu. Anapoamka ameisahau. Sasa alipoisahau, kwa sababu yeye si mchaji wa Mungu, yeye ni mtu ambaye ni wa dunia, walikuwa wanategemea akili na hekima ya mwanadamu. Aliita nani wamsaidie? Maandiko inasema hivi, Danieli sura ya 2, maandiko inasema mstari wa 2: ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga, wachawi, wasihiri, Kaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Kumbuka, mfalme anataka suluhisho, anataka usaidizi, lakini kwake, kwa maana ana uhusiano na Mungu wa mbinguni, anajua watakao msaidia ni nani? Waganga, wachawi, wasihiri. Na ninaomba nikukumbushe kwamba mambo haya si ya kale tu, hata leo yanatendeka. Viongozi wengi wa dunia, wanasiasa wengi wanategemea waganga, wasihiri na mambo ya kishetani, kwa maana uhusiano wao na Mungu hakuna. So wakategemea hao. Mfalme anasemaje? Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme, uishi milele, tuambie ndoto na sisi tutakuambia tafsiri yake. Mfalme akawaambia, msiponijulisha, neno lenyewe limeniondoka, msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakato vipande vipande na nyumba yenu itaachwa jaa. Ndoto ilikuwa ya kipekee. Ndoto ilikuwa na uzito. Ndoto hii ilikuwa na maana. Na kwa sababu mfalme pia katika kuiota aliona ina uzito, alitaka afahamu. Lakini bahati mbaya, anatafuta msaada wapi? Bahati mbaya, anatafuta kusaidiwa na nani? Ni watu wanadamu kama yeye, wasio na maana, wasiojua maana ya ndoto ile. Kwa maana aliyepeana ndoto ni nani? Mungu wa mbinguni, akiwa na kusudi lake. Iliendaje? Maandiko inasema, bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi, lakini msiponionyesha mtauawa. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme,
na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tumuonyesha tafsiri. Sasa hapa ndio ndugu yangu, nataka na dada yangu naye nisikiliza, tutafakari. Nimeota ndoto, nimeisahau. Nyinyi mmesema ndio wasomi. Kwa maana hao watu walikuwa wanasema ni wasomi. Walikuwa wanaambia mfalme, tunaelewa. Hata ile unaota ukiwa ndani ya kitanda chako, tunafahamu. Na kwa sababu hiyo aliwaheshimu. Kwa maana ukisoma kwa hiyo historia, walikuwa na watu wa heshima, wasomi, wanaoelewa, na mfalme alikuwa amewaajiri, anawalipa. So kumbe wamekuwa wakikula mshahara kwa jambo ambalo hawalifahamu. So Mungu aliruhusu, kwa maana walikuwa wanajitegemea na walikuwa hawana uhusiano na Mungu. Waswahili wanasema siku za mwizi ni ngapi? 40. Sasa zimefika, hawawezi kujitetea mbele ya mfalme. So mfalme amesema, kumbe mmekuwa mkinidanganya. Swali ni je, mbona wachamjibu mfalme? Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu, hata zamani zitakapobadilika. Basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Sasa tumeumana. Kwa maana mfalme anawaambia, niliwaambia nimeota nimesahau. Mkaniambia mna hekima mnaelewa. Niambie ndoto ndio nitajua mtaniambia nini maana yake. Kwa mefika mwisho, hawataweza kumueleza mfalme. Nini sasa aswa Mungu anatufundisha hapo? Kuna vitu mwanadamu anafanya, anajitegemea, anajiheshimu na kumweka Mungu kando. Mungu atakuruhusu songe mbele. Lakini kuna mahali itafika utagonga mwamba. Utafika kwenye ukuta na hutaweza kujisaidia, na hapo ndio utakumbuka kweli kuna Mungu mbinguni. Kwa hiyo Mungu aliruhusu wafanye mambo yao, siku imefika hawataweza kujitetea. Sasa imefikuaje? Mfalme alipopata hawataweza kumsaidia, alitoa amri. Alisema aje? Wote wenye hekima wauawe. Mbona mambo haya tuyaelewe? Kwa maana mfalme anapotoa amri wauawe, Danieli na wenzake walihesabiwa kati ya wenye hekima wa Babeli. Lakini kwa wakati huu anapoota na kutoa habari, hawana fahamu, hawajui kinachoendelea. Sasa shetani anawalenga watumishi wa Mungu. Ndio maana amri imetolewa wauawe. Wao hawajui kinachoendelea, hawana nafasi. Lakini nashukuru Mungu wa mbinguni. Kwa maana ukisoma Petero wa pili 2:9 inasema hivi. Ndio nikuelekeza vile litendeka. Kwa maana Mungu ni wa ajabu. Petero waraka wa pili 2:9 inasema hivi. Basi Bwana anajua kuwaokoa watauwa na majaribu, na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Danieli hawana makosa na hawajui kinachoendelea, lakini wamepangiwa kufanya nini? Kuuawa. Mungu amesemaje? Anajua kuwaokoa wale ambao ni watauwa, yani wanaomcha yeye hata katika hatari. Sasa nini natendeka? Mfalme wanapotoa amri waenda kuuawa, anatuma kapteni mmoja ambaye anaitwa Arioki. Ametumwa sasa, enda wote nyonga, kwa maana wajinisaidii, hawana faida, wanakula mshahara, niko na shida, hawanisaidii, na ndio nimewajiri kwa ajili hayo. Ni neno la ajabu ili analotaka mfalme. Wameshindwa, wameghadhabika, akatoa amri. Basi ile amri ikatangazwa, Danieli 2:13. Ile amri ikatangazwa na wenye hekima walikuwa karibu kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Nini katendeka? Ndipo Danieli kwa busara na adhari akamjibu Arioko, akida wauliza mfalme, mbona amri ya mfalme ni kali namna hii? Ndipo alijibu akamwambia Arioko, na Arioko akamjibu aje? Arioko akamuarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia, akamuomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme ile tafsiri. Mungu atukuzwe. Ninapenda ninaposoma hivi. Wengi unajua wanafikiria ni sanamu tu, kuangalia kichwa ikatoka ikaenda. Kuna masomo mazito, kuna ujumbe mzito, kuna mafundisho mazito katika habari hii. Kwanza, mfalme anategemea nani? Wanadamu, waganga, wasihiri na wachawi. Yeremia inasemaje? Yeremia 17 mstari wa 5. Mungu anasemaje? Kuna masomo mengi hapa. Ndio maana nitafanya tu muhtasari uelewe kwamba Biblia iko pana kabisa. Usisome tu kapite. Maandiko yanasema hivi. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu
kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mfalme amelaaniwa, hajalaaniwa? Yes. Kwa maana aliyowategemea sasa wote wamemwaibisha. Hakuna jibu, hakuna suluhisho. Ndio maana maandiko yanasema amelaaniwa. Na sio hivyo tu, hawachaweza kumsaidia. Wamekuwa kula mshahara bure. Ukiona hata Zaburi 118 nasema hivyo, amelaaniwa amtegemeaye nani? Hata wakuu wa dunia hii. Sasa Danieli kwa sababu ni mcha Mungu, Mungu amepanga kumuokoa, amempa hekima. Ndio maana maandiko yamesema kwa hekima na adhari ameomba nafasi. Hekima inatoka wapi? Methali 1:10 nasema, Methali 1:7 na Methali 7:10 nasema kumcha Mungu ndio mwanzo wa nini? Hekima. Na kuacha maovu maarifa. Kwa hivyo, kwa maana anamcha Mungu, amempa hekima, ameomba nafasi, amepewa, na ameenda mbele ya mfalme. Alifanya nini? Ameomba nafasi. Alipoona nafasi, nini katendeka? Akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Anania, Mishaeli na Azaria. Hiyo ni Danieli 2:17. Ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe na wenye hekima wa Babeli. Hili jambo ni nzuri. Danieli alijua suluhisho la hii shida ni maombi. Swali ni je, mimi nawe tunapokumbana na shida na changamoto, tuna muda wa kuomba? Je, tunaleta changamoto zetu kwa Mungu? Danieli alijua hapa hatari sio kulalamika, sio kupiga nduru, sio kulalamika. Tuambie Mungu. Hatari na tukumba, kuna mauti yaliyo mbele yetu, walienda kwa Mungu. Daudi alijua fahamu. Daudi alielewa jambo hili. Ndio maana ukisoma katika Zaburi 50:15 maandiko inasema hivi, niite wakati wa mateso, nitakuitikia, nikuokoe, nawe utanitukuza. Danieli alijua hapa hatari iko, mauti na tungoja. Suluhisho, tupige magoti, tuambie Mungu. Na hakika walipoomba, maandiko inasema kwa sababu ilikuwa jambo la adhara, emergency, Mungu hakuchelewa. Usiku huo huo Mungu akafunua siri. Mstari wa 19 inasema hivi, Danieli 2:19 maandiko inasema hivi, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo katika kuomba, katika kujinyima, katika kutafuta Mungu, suluhisho tunapata haraka. Kwa maana ingekuwa ni wanadamu wa kawaida kama sisi, hapo ungekuwa unapiga nduru. Yaani mfalme huyo afikiri, yaani anapanga kutuua, sisi hatukuwa huko, hata hakutuambia, hata hatuna nafasi. Alijua hapa amri imeshatolewa. Kama Mungu hataingilia, hata sisi tutauawa. Je, mimi na wewe tunafanya nini tunapokumbana na shida? Tunafanya nini tunapopata hatari ya maisha? Mungu anatukumbusha, omba. Leta hitaji lako kwa nani? Kwa Mungu. Liwakilishe huko, suluhisho utapata. Atafunua, ataweka wasi maana na utafunuliwa. Ndio maana tena jambo jingine, nilipokuwa nasoma Zaburi 25:14 maandiko yanasema hivi, siri ya Bwana iko kwao wamchao Bwana, naye atawajulisha agano lake. Kwamba mambo ya Mungu ambayo yamefichika kwa mwanadamu wa kawaida, mwenye mwili, mwenye asili ya kimwili, asiye na roho wa Mungu, hawezi jua. Lakini yule ambaye anamcha Mungu, mtu ambaye ni mtu wa kuomba, mtu ambaye ana uhusiano mzuri na Mungu, siri ya Bwana inajulikana. Wakati dunia itakuwa inahangaika, haina mbele wala nyuma, yeye atafahamu. Atajua tunaenda wapi, anajua nini kifanywe. Ndio maana hekima inatoka kwa Mungu. Sasa Danieli akajulisha siri, na alipoifahamu akamtukuza Mungu wa mbinguni kwa wimbo na sifa. Nikupe changamoto, niulize swali unapotafakari. Je, wewe mambo mangapi umeomba kwa Mungu akajibu? Alipojibu ulifanya nini? Inawezekana unaponisikiliza kuna mwingine kijana anaitwa Emmanuel. Najua ananisikiliza mahali alipo. Je, Emmanuel, Mungu alipokujibu ombi ulifanya nini? Je, najua kama wanafunzi wakati ulikuwa shule, unaomba Mungu nisaidie, nipate mark fulani, nienda high school. Nikipata nitakutumikia. Ukienda high school umemsahau, hata ushughuliki na mambo ya Mungu. Wewe wengine wakiwa kanisani unatafuna vitabu hapo. Ukifika high school tena ikikaribia form 4 unakumbuka Mungu tena, unasema haki Mungu wewe. Yaani hata mgeni akikuja shuleni, mchungaji uko hapo kabisa mbele kabisa, unanyenyekea, unaimba, kama ni mahubiri unasema amen. Nisaidie nipate grade fulani niende college. Ukipita ukienda college unaenda maisha yako unaishi. Hata mambo ya Mungu ukumbuki.
Hapo ndio unafanya vitu viovu, lakini kumbuka uliahidi. Mungu anakungojea. Siku moja utakutana naye. Sijui utakuwa unaweza kulipa hii ahadi zote ulizopeana. Kwa hivyo Danieli ameomba, amefunuliwa siri, amemtukuza Mungu. Ni nini haswa anataka zungumzia hapa? Siri ya maombi. Maombi huleta tofauti. Tafadhali ndugu zangu mnanonisikiliza, kuwa na muda wa kuomba. Kuwa muda wa kuomba, tutapata suluhisho kwa mambo mengi. Tungekuwa tunachukua muda kwa kufanya nini? Kwa kuomba. Tungekuwa tumeepuka na vita vingi, tungechukua muda na kuomba. Maombi ni silaha. Ndio maana Petro wa kwanza 5:7 Mungu anasema hivi, mkimtwika fadhaa zenu zote, kwa maana yeye anashughulika sana kwa ajili yenu. Mtwike Mungu, mchukulie fadhaa zako. Wafilipi 4:6 inasemaje? Usihangaike kwa neno lolote, kwa kuomba na kushukuru na kusali haja zako zijulikane kwa Mungu, na amani ya Mungu inayozidi fahamu zote itashika mawazo yako na akili katika Yesu. Omba. Danieli ameomba na ndugu zake wamepata suluhisho, wamepata jibu. Sasa wanakuja mbele ya mfalme, lakini walimtukuza aje Mungu? Danieli akajibu akasema, lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Anabadili majira na nyakati, uzuru wa falme na kumamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, uyajua yaliyo gizani na nuru kaa kwake. Kweli Mungu funua siri. Kweli Mungu huleta na kuweka wazi nini? Mafumbo. Ndio maana uliona nilipoweka msingi katika Danieli ni kwamba tulipata nuru ya Biblia iko wazi katika Ufunuo, kwamba mafumbo yale yaliyotumika kwa maombi na kumcha Mungu yanafumbuliwa, yanakuwa wazi. Unajua hata Waswahili wanapenda kusema hivi, fumbo mfumbie mjinga, mwerevu uling'amua. Kwa hivyo Biblia iko wazi. Katika mafumbo haya yamefumbuliwa, yamewekwa wazi. Sasa swali ni hili, mbona wachawi walishindwa? Hili ni swali jingine linakuja kwa kichwa. Watu wamekuwa wakiniuliza maswali. Kuna mahali nilikuwa nahubiri na mmoja alikuja akasema, alikuwa mashambani, by the way, nilikuwa nahubiri, nilikuwa mlimani. Akapokea habari, akaniambia, tafadhali niandikie yale mafungu. Hii mambo imekuwa ikisumbua dada yangu. Anaishi kwa waganga, anawaaminia, amepoteza mali. Hata juzi ninapohubiri hii tarehe 3 mwezi wa 6 2025, siku 3 nyuma nimepatana na mmoja ambaye nilipokuwa na maombi naomba na kina mama fulani na vijana wengine nikiwaelekeza katika maandiko. Mmoja alikiri akasema, kweli watu wamepotea. Juzi kuna mama ambaye aamini Mungu, alienda kutafuta msaada, akatumia 40,000 kwa mzee ambaye anamdanganya wa maombi na ambaye hana uhusiano na Mungu. Na baada ya hiyo maombi, mwenye alienda kutafutia msaada alikufa, amezikwa, na pesa 40,000 simefanya nini? Simeungua. Mtu kama huyu ungemwendea, umwambie ukweli, umwambie hiyo pesa baada ya kupoteza, leta tufanyie ujumbe, tuweke mkutano wa Injili. Atakwambia kupoteza wakati. Lakini angalia, amepoteza wakati, amepoteza pesa, na mtu ameangamia, na bado hajamtafuta Mungu. Kwa maana hiyo ni dhambi anazidi kutenda na kujiingiza kwenye mtego ya nani? Ya shetani. Mbona Mungu anakataa watu hawa tusiwaendee? Nataka nikusomee mafungu ya kipekee sana katika Biblia uweze kuyaelewa. Walawi, kitabu cha Walawi 19:26. Biblia inakataa. Kama hujui, naomba ufahamu. Inasema hivi, msile kitu chochote cha pamoja na damu yake, wala msifanye kuloga wala kuutumia utambuzi. Biblia inakataa mambo ya uchawi na utambuzi na kuloga. Unajua inatumia lugha kuloga na kuroga, hiyo yote iko sawa. 31 maandiko inasema hivi, msiwaendee wenye pepo, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi pamoja nao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Anayesema si mhubiri, ni Mungu mwenyewe. Kumbe Mungu anakataa tusiwaendee, kwa maana unatiwa unajisi. Kama unaelewa jina kutia unajisi ni kitu ambacho si safi na huwezi kutaka kujihusisha nacho. Na Mungu anasema pia, ikiwa wewe unajiita Mkristo lakini unatafuta msaada kwa waganga wachawi, wewe umejitia unajisi na Mungu ana uhusiano na wewe, unajitenga na Mungu. Mungu akarudia tena Walawi 20:6, mtu yule atakayewaendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, nitakasa uso wangu juu ya hao na nitamtenga na watu wake. Kumbe
Kwa wale mko katika ndoa mnaelewa. Imagine upate mke wako ametoka nje ya ndoa. Utasikia aje? Ama mume wako. Mmoja aliniambia yeye ndi kunyonga hapo. Alisema ni kunyonga tu, lakini na ni kweli. Mbona inahuzunisha, uchungu, kwa maana hiyo ni mapatano ya nyinyi wawili peke yenu. Kwa hivyo na Mungu naye pia, unapojiita mtu wake na unaita Mkristo na unamuacha kutafuta msaada kwa waganga, umetia unajisi, umezini kiroho. Mungu umejitenga naye, hatafurahiwa nawe, hatapendezwa na wewe. Mungu amesema tukiwaendea tumezini. 27 Walawi inasema hivi: tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo na aliye mchawi hakika atauawa, watawapiga kwa mawe, nao damu yao itakuwa juu yao. Kwa hivyo maandiko inasemaje? Kumbe ukifanya hivyo, uwe mume ama mke, ni kuuawa. Hivi inamaanisha aje? Sijasema watu wakimbia wauawe yeyote. Mungu anasema hivi: ikiwa umesikia Injili, unaelewa nyakati zimeisha, na utaki kutubu, utafute Yesu, uungame dhambi zako, ukipatikana katika uovu huo, maandiko yamesema wewe ni mauti, utauawa, na hata wakikuua damu yako itakuwa juu yako, sio wale walikuua. Kwa maana umekataa kutubu, umekataa kutafuta Yesu, umekataa kuachana na hiyo, umepatana na mauti. Hautasaidika. Mungu baada anaonya. Kitabu inaitwa Kumbukumbu ya Torati 18:9-11. Watu wa mataifa wana tabia hii. Na Waisraeli walipoenda huko, Mungu aliwaonya, aliwaambia aje? Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifundishe kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa. Kwa hivyo kuna vitu Mungu anaita machukizo. Ni nini? Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kupashiri, msihiri, wala mtu alogai kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Mungu amekasirika. Mungu amekataa. Mambo haya inaitwa machukizo. Unajua machukizo ni zaidi ya dhambi. Sodoma na Gomora, kwa sababu machukizo, mwanaume na mwanaume kufanya uzinifu, mke na mke, mume na wanyama, hiyo ndio ilifanya Mungu akaribu Sodoma na Gomora, moto wakaungua. So pia kuna vitu mtu anaita machukizo, ndio hiyo Mungu anaita machukizo. Ikiwa utamtoa mtoto wako ama mzazi kama kafara. Siku hizi watu wametoa wazazi, wametoa watoto kupata utajiri, wamenunua magari, wamejenga magorofa, wako na mashamba, lakini walifanya nini? Walitoa kafara. Hiyo ni machukizo mbele ya Mungu. Mambo ya uchawi, mambo ya uganga, mambo ya ubashiri, mambo ya kupiga mafundo, hiyo yote Mungu amesema. Hata ibada ya wafu, awaombaye wafu, kuna watu waliokufa, watu wanaomba kupitia kwao, wanaambiwa ni watakatifu. Hiyo yote inaitwa machukizo mbele za Mungu. Mungu amesema ukifanya hivyo ni machukizo. Hivyo utafanana na mtu wa mataifa, na Mungu atakutenga na watu wake. Usifanye hivyo. Isaya, kuna watu hata wanaitwa Wakristo, wanakaribisha wengine na kuwaelekeza kutafuta misaada kwa wachawi. Mungu anasemaje? Isaya 8:19. Mungu anasema hivi: na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi, waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Mungu anauliza, je, wewe una akili yako? Wewe Mungu amekuumba kwa mfano wake. Wewe una afya nzuri. Unawezaje tafuta msaada kwa mtu aliyekufa kwa ajili ya mtu aliye hai? Mungu anasema enda kwake. Kama Danieli, tuombe, tupige magoti, Mungu ataweka wazi, atafumbua mafumbo yaliyo katika maisha yetu na vitu vilivyofichika. Mambo haya hayakuwa katika Agano la Kale tu, yako katika Agano Jipya. Na Mungu anataka sasa tufanye nini? Matendo 8:9. Mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji yule, akiwashangaza wengi watu wa Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hadi mkubwa, wakasema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Sijui kama hilo jambo limeeleweka. Ni mchawi, anafanya uganga, mazingaumbwi, lakini kwa sababu watu wamezoea kumsikiliza, wamezoea kutazama vitu anafanya, mwisho wake wamechanganyikiwa, akili zao zimetekwa, hivi kwamba sasa wanaanza kusema mtu huyu ni uweza wa Mungu. Lakini swali ni je,
Ni uweza wa Mungu? Hapana. Ni mchawi, ni muganga, anafanya mambo ya kishetani, anamtumikia shetani, lakini kwa sababu tumezoea kumsikiliza, tumezoea kutazama. Ndio maana Waswahili wanasema, kwa Waingereza, by beholding you become changed. Kuna vitu ambavyo ni vibaya, viofu, lakini kuvizoea vitakuwa sehemu yako, vitaanza kupendeza kwako, vitaanza kukufutia. Ndio maana Mungu anatuonya sasa, kwa maana watu wao walizoea yule mchawi, mwisho walikuja kusema ni uweza wa Mungu, wakachanganyikiwa. Na hata wewe nakuonya, unayetazama mambo ya uganga, unapenda kwenye televisheni, unaendelea kuyazoea kusikiliza watu wakiongea, unaendelea kuulizia wanafanya aje, mwisho wake utamalizia huko. Ndio maana Mungu alionya Waisraeli akasema, mkienda huko kwa watu wa mataifa mnako wachukua, msijifundishe mambo yao. Mkipata mahali wametengeneza madhabahu, muyavunje, mchome, msitaka hata kuangalia wamejengaje. Kwa maana gani? Shetani atakuteka. Ukianza kutazama na kutaka kuchunguza na kutaka kujua, atakuteka. Ndio maana Mungu akasema, msiulizie wanafanya nini, aribu angamiza, mimi ndio Mungu wenu, tawafundisha mnaishi vipi. Kuna watu walikuwa Kristo wazuri, lakini kwa sababu wamezoeana na watu ambao wanapenda uganga, siku hizi wanafanya uganga. Kwa hivyo tuchunge sana watu wa Mungu. Ukizoeana na watu waovu, na hata wewe tabia ile ile utaichukua, utakuwa associated, utakuwa assimilated. Chunga sana mpendwa. Kwa hivyo sasa nini litendeka? Habari njema ndio hiyo sasa. Lakini ukisikia lakini, kila kitu inabadilika. Lakini walipomwamini Filipo, sasa mimi ndio Filipo leo, na mimi Filipo nimekuja hapo unayenisikiliza. Inawezekana siku nyingi na wewe shetani amekuteka kwa mambo ya uganga, mambo ya uchawi, umepoteza mali, umeweka familia katika hali ya hatari kwa mambo ya ushirikina. Sasa Filipo amekuja, habari njema ndio hiyo. Lakini walipomwamini Filipo akisihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo ambao nimeleta kwako pia, wakabatizwa wanaume kwa wanawake. Wakabatizwa waume kwa wanawake. Na yeye Simoni mwenyewe, huyu mwenye alikuwa mchawi na mganga, alifanya nini? Alibatizwa, aliamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. So Mungu anasema nini? Amini neno la Mungu, amini Yesu Kristo, mpokea Mungu, batizwa, na achana hiyo mambo. Na sio tu kama kuna vitu kunavyo kwa nyumba, Mungu anasema nini? Vikusanye, vilete, vichomwe, ndio utakuwa salama. Usibatizwe bado ukiweka vitu ya shetani katika nyumba yako, mairizi, manguo, mabangili, hiyo yote, mapete, unaleta zinachomwa. Kitabu cha Matendo 19:19 inasema hivi, na wengi wale walioamini wakaja wakaungama, wakidhihirisha matendo yao. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote. Mungu anasema nini? Sio tu kuamini. Sasa unampokea Yesu, unaingia katika miliki nyingine, unaingia katika utawala mwingine. Sasa ule wa kitambo unauacha, leta hiyo vitu yote, weka pamoja kwa imani, viombeo, vichomwe, utakuwa huru, na huru kweli kweli. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anasema tutoke kwa uganga, uchawi, ushirikina, kwa maana utapoteza mali na wakati na afya na familia, na mwisho upoteze uzima wa milele. Wakati mmoja, Luka 8:43, utaenda kujisomea na kupea muhtasari. Mwanamke mmoja aliteseka miaka 12. Alitumia pesa yake kwa waganga, hakusaidika. Lakini Yesu alipopita, akaamini, maandiko yanasema aligusa pindo la nguo ya Yesu, alipona. Lakini alikuwa amepoteza mali bila kupona. Hata wewe leo njoo, Yesu akusaidie. Turudi Danieli. Danieli amesaidia mfalme, ndiye anamwambia ndoto, amefunuliwa ndoto ilikuwaje. Ndio tuangalie. Anakuja mbele ya mfalme, Danieli 2:26. Ndipo Alioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemuona mtu au wana wa Yuda waliohamishwa, atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, aliyekuwa akiitwa Belteshaza, yani ni jina alipewa, jina lake Danieli, alilopewa Babeli ni Belteshaza. Je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile ndoto, ile siri aliyouliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala wasihiri, wala waganga, wala wanajimu. Lakini tofauti kubwa ndio hiyo, yuko Mungu mbinguni. Lakini
yuko Mungu wapi? Mbinguni, afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Danieli ameletwa mbele ya mfalme sasa. Kwa hivyo tumegundua umuhimu wa kumtegemea Mungu. Danieli wamemtegemea Mungu, ndio maana wakafunuliwa ndoto ile ya mfalme ambayo aliota akasahau. Ndio maana Yeremia ukisoma 17:7 inasema mambo yafuatayo: kwa maana wale waganga walijitegemea, mfalme mwenyewe anategemea mwanadamu. Maandiko kasema amelaaniwa. Sasa je, kwa Danieli vipi? Danieli anasema yeye ni Mungu. Kwa hivyo Yeremia anasema 17:7, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Je, wewe unamtegemea nani? Je, mimi namtegemea nani? Nikiamua kumtegemea Mungu, maandiko yanasema kuna heri kwangu. Yani amebarikiwa, ni mibaraka tele. Kwenda chini maandiko yanazidi kusema, maana atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Bali jani lake litakuwa bichi. Bali jani lake litakuwaje? Bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Kwa hivyo ni muhimu mimi nawe tujifunze kumtegemea Mungu. Hata kuna wimbo unasema kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake ina raha moyo. Swali, je, wewe umejifunza kumtegemea Mungu? Ni furaha, ni amani, ni tamu kwangu, nawe pia naomba iwe tamu kwako kujifunza kumtegemea Mungu. Kwa hivyo Danieli ndiye hao sasa. Je, alipoletwa mbele ya mfalme, tumeona maandiko imesema anamuinua Mungu. Anaambia mfalme, wachawi watakusaidia. Waganga hapana. Wakaldayo wanajimu hawataweza, au wanaoitwa wenye hekima wa dunia Anasema bali kuna Mungu wapi? Mbinguni, ambaye anafunua siri na amemjulisha mfalme ndoto yake. Sasa ilikuwa hii ndoto nini? Anazidi kusema hivi: ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Wewe mfalme, mawazo yako iliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa, alafu na yeye afunua siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Kuna jambo la kipekee hapo. Kumbe ndoto aliyokuwa nayo mfalme Nebukadneza ni Mungu alimpa. Na alimpa kwa sababu gani? Mfalme alikuwa na mahangaiko kuhusu mambo yajayo. Jambo la kipekee. Je, unayenisikiliza mpendwa, una habari kwamba nyakati tunaishi 21st century, karne ya 21, watu wengi sasa hivi wanaugua kwa sababu ya kuhangaika. Na kuhangaikia nini? Mambo yajayo ambayo hawajayaona. Mzazi anahangaikia mtoto wake ambaye anaenda shule mwaka ujao, nitatoa wapi pesa? Ameanza kuugua. Mtu anahangaikia, je, sasa vile mambo imeenda hivi itakuwaje? Anahangaikia mambo yajayo. Ukweli ni kwamba nimekuwa nikisoma magazeti, nimeona kweli mwaka jana na huu vijana wetu wengi wameathirika na ugonjwa wa akili kwa sababu ya kazi zimeisha. Wanamaliza shule, hakuna kazi. Yaani badala ya kutafakari jinsi atakavyoishi na jinsi atajisaidia kufanya ili na lile, wameanza kuhangaika. Wameingia madawa ya kulevya. Wengine wanajinyonga kwa sababu ya changamoto za maisha. Aoni vile maisha ya kesho itakuwa. Mahangaiko, kufadhaika, kuhangaika. Mfalme alikuwa na mahangaiko, anahangaikia yajayo. Mungu akampa ndoto ili amsaidie aelewe kwamba maisha yake, hata uongozi ule, hata ile serikali iko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Kwa hivyo Mungu anasema usihangaike. Nilipokuwa nasoma, naomba nikuhimize ndugu yangu, dada yangu naye nisikiliza, katika kitabu cha Mathayo 6. Mahangaiko ni hatari. Mungu anasemaje kuhusu mahangaiko? Mathayo 6. Mungu anasema hivi 25. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini au munywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili si zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba wapandi wala wavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Nyinyi je, si bora kupita hao? Ni swali tunaulizwa. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Hakuna, na iwezekani. Na mavazi
Ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika uzuri wake wote, katika fahari yake yote, hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya haya. Basi ikiwa Mungu yavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa kalibuni, je, hata zidi sana kuwavika nyinyi enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote watu wa mataifa huyatafuta. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mwahitaji hayo yote. Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mutazidishiwa. Anamaliza akisema aje 34, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Kwa hivyo Mungu anasema usianze kuhangaikia jambo ambalo hujalifikia. Hivyo haimaanishi utajipanga, lakini uacha mahangaiko, kwa maana mahangaiko haisaidii. Mwandishi mmoja anasema hivyo, worry is blind, it does not discern the future. Yani mahangaiko na mafadhaiko ni upofu, haujui kesho ni nini itakuwa, lakini Yesu anajua mwisho tangu mwanzo, na yule atakayechagua kumtumikia ataona maovu, ataona wasiwasi ukitoweka mbele yake, na njia iliyonyooka ikiandaliwa. Kwa hivyo usisumbuke. Mfalme alisumbuka, Mungu akampa ndoto. Ndoto ilikuwaje sasa? Wewe mfalme, Danieli 2:29, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa, alafu na yeye afunua siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri kwa sababu ya hekima iwayo yote zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. 31, wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana, na mwangaza wako ulikuwa mwingi sana, ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha, na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni dhahabu safi, kifua chake na mikono ilikuwa ya fedha, tumbo yake na viuno vyake ilikuwa ya shaba, miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu chuma nusu udongo. Na ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe likaipigwa sanamu hiyo kwenye miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, ikaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari, hata pasionekane. Upepo kaja ukavipeperusha pahali pake pasionekane. Na jiwe lile lililopiga sanamu likawa mlima mkubwa, likaijaza ulimwengu ama dunia yote. Mbona Danieli anafunuliwa? Amemuita Mungu, ameomba. Mbona Mungu amefunua siri hii? Kwa maana anataka kusaidia mfalme aelewe mawazo yaliyokuwa moyoni mwake, aelewe alichokiota maana yake ni gani, ili apate jibu la mahangaiko ya maisha yake. Ndoto ilikuwa nini? Sanamu kubwa. Na sanamu hii ni nini? Kumbuka unabii si lugha ya moja kwa moja. Mungu anajifunua kwa njia ya mafumbo na mifano. Kwa hivyo huu ni mfano ukiwa unarejelea jambo fulani. Ni mfano ambao unatoa habari ya falme vile ziliinuka tangu wakati huo mpaka vile Yesu atakuwa mara ya pili, atakaporudi, atakaporejea, second coming. Swali, mbona Mungu akapeana hii sanamu? Sanamu yenyewe tumeona kichwa dhahabu, kifua na mikono fedha, kiuno na tumbo shaba, miguu chuma, na nyayo za miguu nusu chuma nusu udongo. Maana ya ndoto hii ni gani? Danieli anazidi kusema 36. Hii ndio ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe mfalme, huu mfalme wa falme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu na wanyama wa kondeni na ndege wa angani, na amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe kichwa kile cha dhahabu. Haleluya! Mungu ametoa maana ya ndoto. Kumbe Mungu anatoa ndoto na tafsiri yake mara moja. Kumbuka ni kwa sababu ya maombi ya Danieli, akapewa ndoto yenyewe pamoja na tafsiri. Mfalme
nataka upige hiyo picha. Mfalme anamtazama. Danieli alipoanza kusema, wewe uliona sanamu kubwa, kichwa cha dhahabu, kifua, tumbo, miguu. Mfalme anakodoa macho. Na unaweza fikiria picha ambayo imeingia katika mawazo yako, na hii ndio niliota kweli kweli. Na Danieli bila kumngojea mfalme react, asema hiyo ndio niliota. Mara moja nampa tafsiri yake kwamba ili ndio ndoto. Maana ni gani? Amemwambia kile kichwa uliona cha dhahabu, wewe mfalme vile umetawala, nani amekupa uwezo? Mungu. Nani amekupa nguvu? Mungu. Nani amekuwezesha kutawala? Mungu. Yaani hivyo kwamba anatolewa mawazo yale kwamba ni yeye, sio yeye. Nani amemwezesha? Ni Mungu. Hata anapotawala bado who ni control? Ni Mungu. Hivi kwamba hata anapotenda maovu Mungu tu ameruhusu, yeye ndio ako ni charge. Yeye ndio sovereign. Alafu sasa kwenda chini, mfalme anaambiwa kwamba ile kichwa cha dhahabu ni nini? Ni wewe. Unajua katika lugha ya Kiswahili kuna kitu inaitwa kiwakilishi. Sasa anasema wewe. Kumbuka kuna wawili hapa, Danieli na mfalme. Danieli ndiye ananena na anamwambia mfalme, wewe kichwa kile cha dhahabu. Kwa hivyo kichwa cha dhahabu sio kichwa, kumbe inasimamia ufalme. Kwa hivyo ile sanamu yote si sanamu tu, inasimamia uongozi. Falme vile zingeinuka moja baada ya nyingine mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hivyo katika Danieli 2, imagine hiyo sanamu moja tu ina historia ya dunia mpaka marejeo ya Yesu mara ya pili. Kwa hivyo amemwambia wewe ni kichwa cha dhahabu. Mbona Babeli inafananishwa na kichwa cha dhahabu? Wale umesoma historia, Babeli ilikuwa a golden empire, yaani utawala wa dhahabu, kwa maana ulikuwa tajiri sana. Kwa maana hawakuwa wanamjua Mungu wa mbinguni, hata walikuwa na hekalu la kuabudu miungu yao ambayo alikuwa anaitwa Marduk. Ile hekalu ndani yake lilikuwa limetengenezewa taili za samawi, yani blue. Na tunaambiwa katika madhabahu peke yao walitengenezea hiyo hekalu yote, walitumia kilo 17 ya dhahabu. Sio kilo, tons, 17 tons ya dhahabu ndio ilitumika kutengeneza hekalu hilo. Na katika madhabahu peke yao 8 tons of gold. Walikuwa matajiri. Ndio maana kichwa pia kinafananishwa na nini? Dhahabu. Yaani ukiona Mungu anapotumia hiyo madini inarejelea pia ile serikali vile ilikuwa na utajiri wake. Na ukiona inatoka dhahabu ile kiteremka, inapunguka mambo ya utajiri na uwezo wa kiuchumi. Babeli pia walikuwa na watu wa ibada ya sanamu. Lakini zaidi pia maandiko yamesema wewe ndio kichwa kile cha dhahabu. So ufalme wa Babeli ndio kichwa. Ulitawala lini? Kutoka mwaka wa 605 kabla ya Yesu kuzaliwa, yani BC, mpaka 539. Je, Babeli litawala milele? Wacha Biblia tuambie. Maandiko yanasema na baada ya zamani zako utainuka mwingine mdogo kuliko wewe. Babeli kumbe haikukaa milele. Babeli ilikuwa na mvuto mkubwa, hata kama ilitawala muda mchache, mvuto wake ulipenya duniani kote. Ilikuwa ya dhahabu. Babeli katika uongozi wake, kiongozi alikuwa pia kuhani, alikuwa anaabudiwa. Na pia alikuwa kiongozi wa serikali na alikuwa viti 2. Na pia wao ndio walipromote mambo ya uchawi na ulevi. Ukisoma Isaya baadaye 47 inasema walikuwa na uchawi mwingi na ushirikina mwingi. Ndio naona hata mfalme anapokuwa na shida anaita wachawi na waganga, lakini hawakumsaidia. Kwa hivyo Mungu hapa anataka kujiinua, kuweka wazi kwamba unaotegemea ni wanadamu hawatakufaa kitu, watakuwa bure, ni ubatili. Vile mhubiri anasema, alipomaliza akamwambia utakaa. Lakini kumbuka mfalme yeye alipoingia kuna cheti walikuwa wanaandika. Aliandika wakati moja, may it last forever, yaani iishi na kudumu milele, lakini haingekaa milele. Ndio maana unaona Danieli 3, mfalme aliposikia hakutaka kuelewa kwenda chini Mungu anamaanisha nini. Ile ili create impression kubwa sana kwa mawazo yake. Ndio maana ukisoma Danieli 3 alitengeneza sanamu kubwa ya dhahabu. Kutoka kichwa mpaka wapi? Mungu alisema ni kichwa peke yake dhahabu, kuonyesha Babeli itatawala itoke wengine waingie. Mfalme akataka kukaidi, akaweka sanamu kubwa kutoka kichwa mpaka miguuni chini, sanamu ya dhahabu. Ndio ile tunaona anaweka lazima, anaweka sheria.
Anaamurisha akisema nimezindua sanamu. Akaweka sheria katika himaya yote na miliki, kwa maana ni yeye alikuwa anatawala. Akasema watu wote, nimezindua sanamu, kuja mkisikia aina zote za muziki msujudie. Akaita wanajeshi, akaita inspectors, yani natumia lugha ya sasa, akaita ministers wake, akaita wote magovernors, wakaizindua. Wakasema ukisikia sauti ya muziki, kila mtu afanye nini? Lakini nashukuru Mungu, Danieli mchaji wa Mungu na wengine, especially wakati huo walikuwa wale watatu, Meshaki, Shadraka, Abednego, walisema sisi hatusujudii sanamu. Wakasimamia ukweli na Mungu akajitukuza. Naomba niwapee uondo kidogo wa Ufunuo 13. Yale yalitendeka Danieli 3 ndio yatatendeka nyakati za mwisho, Ufunuo 13. Alama ya mnyama itakapolazimishwa na dunia yote italazimishwa kuabudu mpinga Kristo kwa kupokea alama yake na ibada ya uongo kupitia kwa sheria. Yaani vile alizindua ile sanamu katika Danieli sura ya 3 na kuweka lazima kwa muziki, ndio maana hata sasa hivi shetani anaandaa dunia kutumia muziki. Kumbuka maandiko yanasema aje? Mkisikia aina zote za muziki. Ndio maana sasa hivi makanisani unasikia ndombolo ya Yesu, lingala ya Yesu, ndio unasikia gospel reggae, vitu vyenye aina uhusiana na gospel vimeletwa kanisani. Watu wananengua viuno, watu wanasakata dance. Ukiangalia klabu na kanisani hamuna tofauti, kwa sababu ya mvuto wa Babeli, kwa sababu ya watu kutekwa nyara mawazo. Hiyo baadaye tukipata muda nitawafundisha zaidi, kwa maana hiyo muziki vile ilianza kukorowa kuanzia mwaka wa 1960 wakati wa Vatican II Council, na imeteka watu, na kweli watu wameandaliwa kwa ajili ya ibada ya uongo ambayo ni alama ya mnyama itakapolazimishwa, vile Danieli alifanyiwa na wenzake wakati wa utawala wa Nebukadnezar. Maandiko imesema wako utatoka, mwingine utaingia. Babeli walitawala kutoka 605 BC mpaka 539 BC. Serikali ya pili ni gani? Wamedi na Wajemi. Walitawala kutoka 539 mpaka 331 BC. Wamedi na Wajemi lugha ya sasa ni Iraq and Iran. The Medians ndio Iraq, the Persians ndio Iran. Hao walikuwa kolabo. Ile lugha ya sasa, natumia lugha ya sasa yenye utaelewa kwa haraka. Walishirikiana wawili ndio wakang'oa Babeli. Lakini elewa hivi, ukiangalia hii sanamu inaanza dhahabu, inakuja fedha, inakuja shaba, chuma, alafu udongo. Swali, naamini unaelewa na naamini akili yako iko sawa. Dhahabu na fedha ni gani iko na thamani kubwa? Ni dhahabu. Fedha na shaba ni gani iko na thamani? Fedha. Shaba na chuma, shaba ni kubwa. Chuma na udongo, chuma ni kubwa. Ni nini na kuonyesha? Ni nini na kufundisha kwa mtu wa sasa ambaye unasoma maandiko na unataka kujiandaa kwa marejeo ya mara ya pili? Uchumi ya nchi haiendi kustawi, bali inaendelea kudhoofika, na haiwezi kuwa mpaka Yesu akuje. Sasa hivi mwanasiasa akikuja kwetu, anatushawishi, anatupambacha, anatupa manono, lakini tunatoa akili yetu na tunampokea. Why? Anakuambia mimi mkiniweka uchumi nitaweka vitu vizuri. Wapi? Maandiko haifundishi hivyo. Maandiko yanaeleza kwamba Babeli ikitoka, serikali inaingia ni shaba, yani kuonyesha uchumi itaendelea kufanya nini? Kukua duni, inadhoofika. Ndio maana hata wewe unafahamu, hata Januari shilingi 20 gharama yake na sasa ni tofauti. Inaendelea kudhoofika. Ndivyo maandiko yanafundisha na ndivyo itakuwa. Wamedi na Wajemi waliingia pia wakatawala. Alikuwa wa kwanza aliingia Darius, akatoka, alikuwa wiki. Mwingine Cyrus akaingia. Ilipotoka kabisa, sasa ndio serikali ya tatu ikaingia. Danieli anasemaje 2:39 sehemu ya pili? Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakao itawala dunia yote. Serikali ya tatu ni Greece, ama serikali ya Uyunani, ambayo ilitawala na Alexander the Great. Pia ilitawala from 331 BC mpaka 168. Alexander kukaa muda mrefu, alipenda pombe, kijana mdogo, akatawala dunia kwa hekima, lakini kwa kukosa maarifa, kwa ulevi, hakuweza kuitawala. Maandiko inasema kama utatawala dunia lakini ushinde kujitawala, wewe ni mpumbavu. Ndio maana Methali 25:28 inasema mtu ambaye hawezi tawala nafsi yake, hiyo inafalingana na mji ambao kuta zake zimebomolewa.
Yaani adui anatokea mahali popote na utauawa bila wewe kujiandaa. So pombe akatawala dunia, akashindwa kujitawala, akafa kama mjinga, akuacha hata familia. Ndio maana sasa serikali yake ikawanyika sehemu 4. Shaba pia inatoka 40 inasema hivi, na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma uvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Serikali ya 4 ni serikali ya Rumi, yaani kwa historia Roman Empire, another language pagan Roman Empire. Ndio ilitawala muda mrefu. Actually wakitawala ndio wakati Yesu alizaliwa, kwa maana Warumi ndio walimtesa Yesu, Warumi ndio walimsulubisha Yesu. Jeshi la Rumi ndio limpepesha Yesu msalaba na kumwekea taji ya nini? Ya miiba. Yesu alikufa kwa ajili yako. Alikufa kwa ajili yangu. Hakukufia dhambi zake, ni zako na zangu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, kamtoa mwanawe pekee, muamini asipotee bali apate uzima wa milele. Je, unaelewa Yesu alikufa kwa ajili ya nafsi yako? Je, unampokea anaponena nao? Je, uko tayari kumpa maisha yako, ama bado unataka kuishi vile unataka wewe mwenyewe bila kumhusisha Yesu maisha yako? Serikali ya Rumi ilitawala muda mrefu. Lakini ilipofika mwaka 476 AD ilivunjika. Ndio maana maandiko yanasema vunjika. Haikutawalwa na nyingine, ilivunjika, ikawa divided kwa mataifa mangapi? 10. Ndio maana unaona chini ya miguu yake vidole vingapi tuko nao kwa mtu wa kawaida? 5. Kisidisha kiongeza samani 10. Serikali 10 ni gani? Ndio sasa tunaita Ulaya. Italy, Spain, France, Germany, England, Portugal, Switzerland, Erule, Vandos na Ostrogoth. Silikuwa 10. Ndio hiyo vidole 10 vya miguu. Lakini maandiko ikasema jambo la kipekee. Sio chuma tu, kumbuka chuma ndio pagan Rumi. Lakini ilipofika kwa vidole ilikuwa nini? Chuma na udongo. Udongo ni watu wa Mungu. Wacha nikusomee. Yeremia 18. Ndio ujue kwamba ilipofika kwa vidole vitu vilibadilika. Maandiko yanasema hivi, neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, huko nitakusikisisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Chombo kile alichokuwa kifinyanga kilipoharibika mkononi mwake kuile mfinyanzi, alikifanyisha tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea nyinyi kama vile yule mfinyanzi alivyotenda? Asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mulivyo nyinyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Kwa hivyo ni wazi, udongo ni watu wa Mungu. Sasa hivyo kuonyesha, ilipofika kwa vidole, nusu chuma nusu udongo, serikali ya dunia iligawanyika. Alafu sasa dini ikaanza kuungana na nini? Ikawa ni mix, miry clay and iron. So ikawa sasa sio serikali tu, ikawa ni serikali na dini pamoja. Ndio maana nusu chuma nusu dongo. Kwa hivyo ni serikali na dini zikawa kitu kimoja. Ndio maana ilipogawanyika, kuna serikali ilinuka baadaye, ilikuwa serikali na dini. Na nini sasa? Maandiko ikasema hivi, watajaribu kuziunganisha hizo serikali, itashindikana. Hapo ndio nataka kusoma wili, ilo nitamatisha somo letu. Tuone kwamba ni Yesu tunamongojea. Inasema hivi, 41, na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu yake, nusu chuma nusu udongo, mfalme ule utakuwa mfalme uliowanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika, kama vile vidole na udongo. 43, na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watachichanganya nafsi zao na mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana, kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Nini litendeka? Mungu alisema itavunjika. Sasa serikali zikaanza kutafuta mbinu ya kuungana. Mfaransa anaoa Muingereza, Muitaliano anaoa kutoka Spain, wakitafuta mbinu ya kufanya nini? Ya kuungana, yani kingship. Kama mimi ni mfalme wa Spain, msichana yangu na muoza kwa prince ya German. Yani wakatafuta mbinu kwa njia ya kuoana ili waungane. Maandiko ilisema aje? Watangangana, hawataweza. Wacha nikupe historia kidogo kwa ufupi. Wa kwanza aliyengangana kuunganisha alikuwa anaitwa Charlemagne, alishindwa.
ama Charles the Great. Huyo ni wa France. Mwingine akajaribu. Napoleon aling'ang'ana. Huyo kwanza ndiye anajulikana kwa historia. Aling'ang'ana, alishindwa. Kaisa William akashindwa. Hitler akang'ang'ana, akashindwa. Maandiko ilisema aje? Watajaribu kushikamana lakini hawatashikamana. Watachanganya nafsi kwa mbegu za wanadamu, hawatashikana. Actually mwenye watu wengi wanajua ni Napoleon. Aling'ang'ana mpaka ikaonekana na faulu. Mhubiri mmoja alimwendea akamwambia, mfalme umeng'ang'ana, lakini naomba nikukumbushe kulingana na kitabu cha Danieli sura ya 2:43 maandiko imesema mtajaribu hamtaweza. Unajua alijibu aje kwa kiburi? Alisema hivi, hata Mungu hata nizuia. Mungu akasikia. Unajua Mungu anasikia. Akasikia hiyo kiburi, akamungoja. Alipanga vita sasa ya mwisho yenye alikuwa anaangusha nchi imebaki atawale. Mwaka wa 1833 ilikuwa inaitwa vita ya Waterloo. Alipofika huko Mungu akamungojea. Wakati sasa ameandaa jeshi lake, ameweka mafarasi kabisa, yameungana kabisa hapo mahali inaitwa Waterloo. Mungu akaruhusu mvua ile tunaita kwa lugha yetu kadonyole, mvua ya kamadharau. Ilinyesha, ikatia udongo ule ukaingia maji kabisa, ukaa mzito. Mafarasi kujaribu kutonga kakwama, frustration ikaingia. Vita, maadui wakakuja, wakawaangamiza. Akarudi uso umeangalia chini, aibu. Na baadaye alitamka tamko ile akasema, the Lord Almighty is too much for me. Akasema Mungu mwenyezi ni mkubwa, sitapingana naye, sitajibisana naye. Akakiri, akakubali, akasarenda. Kwa hivyo ni nini? Maandiko vile ilivyo ndivyo. Hautapingana na maandiko, hautapingana na kweli, shirikiana. Ndio maana Isaya anasema 40:8. Nakumbuka ndio maana Isaya akaandika maneno kama haya. 40:8 Isaya. Maandiko inasema hivi. Haya, inasema majani yakauka na ua la nyauka, bali neno la Mungu litasimama milele. Swali naomba nikuulize naye nisikiliza. Unaamini neno la Mungu? Umethibitika katika neno la Mungu? Je, unajua neno hili litadumu milele? Ni nini ile aswa unathamini? Maneno ya mtu ama neno la Mungu? Kumbuka maandiko yamesema neno hili litadumu milele. Ya wanadamu yatapita. Ndio maana hata kusoma katika Biblia maandiko inasema katika Mathayo 24:35 inarudia mambo hayo. Yaani Mungu anataka kutuhamasisha, anataka imani yetu ithibitike. Inasema hivi 24:35, mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Swali ni je, unayachukulia kwa makini na kutilia maanani maneno ya Mungu? Je, Mungu anaposema katika maandiko unalipokea? Je, unalitilia maanani ama unaona tu kama neno la mtu mwingine kawaida tu? Shikilia neno la Mungu, liamini, thibitika katika hilo. Amen. Sasa igawanyika. Mwisho ni nini imetendeka? 40:4. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, na utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe limechongwa milimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja kile chuma na shaba na ule udongo na shaba na ile fedha na dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye. Na ndoto hii ni hakika na tafsiri yake ni thabiti. Hata wewe unashuhudia kwamba ndivyo, ndoto ilikuwa ya kweli, ni thabiti na tafsiri yake ni hakika, kwa maana aliyoyasema tangu mwaka wa 605 BC yametimilika mpaka leo mwaka wa 2025 AD. Kwa maana Babeli iliingia ikatoka vile Mungu alisema, wameenda Wajemi wakatoka, Wayunani wakatoka, mpaka Rome ikavunjika. Sasa tuko na Ulaya iliyogawanyika katika hizo serikali. Wameng'ang'ana kuungana, hawajaweza. Vile maandiko ilisema hawatashikamana. Kwa maana neno la Mungu litasimama milele, litadumu, litatimilika vile Mungu alisema. Ndio maana Ulaya ikajaribu kuungana, nikaona kitu inaitwa Brexit, yani British ikajitoa kidogo kidogo, Brexit, France ikajitoa. Yani ni vita kung'ang'ana, kila mtu anajitetea. Mungu alisemaje? Watajaribu kujichanganya nafsi zao lakini hawatashikamana. Swali na changamoto kwako,
Kama Mungu anatoa historia ya dunia, zaidi ya miaka 2000 imepita. Saa hii ni zaidi ya miaka 2500, kwa maana ni kutoka 605 BC. Kama Mungu historia ya dunia iko viganjani mwake na inatimilika alivyosema mpaka leo, mbona inakuwa ngumu mimi na wewe kumwaminia Mungu na maisha yetu? Hivi anakuambia nipe maisha yako, unakataa. Anakuambia niamini ubatizwe nikuokoe, inakuwa ngumu. Mungu anakuambia nitumikie nitakutimizia mahitaji yako, unakuwa ngumu. Mbona unakosa kumwaminia Mungu? Mbona unakosa kumpa Mungu maisha yako vile amesema? Kwa maana neno la Mungu ni hakika, limetimilika, limesafika. Kitabu ya Methali 30 mstari wa 5. Sikia vile nasema, tafadhali muamini Mungu. Mungu anasema hivi, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao ya au waaminio. Mungu anavyosema ndivyo ilivyo. Tafadhali usiwe na mashaka na neno la Mungu. Anavyosema ndivyo ilivyo. Kila ahadi unayosoma hapa ifanye iwe yako. Kila agizo lililopewa na hapa litii kwa neema ya Mungu. Kila himizo limepeanwa iwe lako, kwa maana Mungu ni kweli. Neno lake litadumu milele, na lile alisema litatimilika kwa wakati wake. Na kuhimiza ndugu yangu, tunangoja nini? Lile jiwe. Lile jiwe ni nini tumepata? Ufalme wa Mungu. Ndio utakuja, utadumu milele na milele. Je, umeshikamana na Yesu? Ufalme wa serikali hii ya Ruto itaenda. Wa Donald Trump Marekani utapita. Wa Museveni Uganda utapita. Lakini wa Yesu nakuja na utadumu milele. Kwa maana ni wanadamu watakufa, wao ni watu wakufa, watapita. Lakini ukishikamana na Yesu, ukimpokea leo, utaishi naye milele, utatawala naye milele, na wewe utaitwa mfalme, ndivyo maandiko inasema. Je, umejiandaje? Ninapomaliza, Danieli tu sio tu historia, bali natumulikia mpaka mahali tunaenda. Inatupa matumaini kwamba hata kama dunia imechafuka, serikali zinatusumbua, hata hapa Kenya unaona vile watu wanalia, nchi zingine pia wanalia, Tanzania wanalia, hata Uganda nimeona newspapers wanasema hizi nchi tatu viongozi wake wanatesa washirika wake, wanatesa raia wake, hata dunia inasema wawekee vikwazo. Lakini kumbuka, hizi zote zinapita. Ufalme utakao dumu milele wa nani? Wa Yesu Kristo. Umejiandaje kumpokea Yesu? Yesu anakuja, na anakuja upesi kwa mujibu wa Biblia. Umejiandaje kumpokea? Na kuhimiza uwe tayari mkulaki mawinguni. Lakini hautamlaki wakati huo kama saa hii ukisikia neno au ulipokee. Anapokuonya au pokee maonyo yake, au rekebishiki, au tii sauti yake. Sasa ndio utajiandaa wakati huo. Hebu Mungu akubariki dada yangu. Mungu akubariki kaka yangu unayenisikiliza. Endelea kupokea mibaraka ya mafundisho haya. Tena tutaingia kwa wazo lingine wakati utakaofuata. Neema ya Mungu ikutoshe. Uwepo wako uwe naye, akubariki na familia yako, kukupe afya, atimize mahitaji yako. Kwa maana nimeomba kwa jina la Yesu. Tumalize kwa maombi. Asante Mungu wetu. Tubariki kwa neno lako. Tumelisikia, tumeliona, tumeliamini. Tupe mafikara safi. Tupe mawazo mazuri. Tukuaminie, tukupokee na tujiandae kuja kwako mara ya pili. Tumeomba na kuamini kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Get to the point. Take a step forward.